Tumezungumza sana kuhusu ajira, na hili nalirudia tena hapa. Mimi nilishauri kama tunaona hatuwezi kuwaajiri Watanzania wote kupitia ajira poto, ajira hizi tuzigawe kwenye halmashauri. Kila halmashauri wewe ajira zako 20, wewe ajira zako 10, wewe ajira zako 30. Wakikosa kupata mtu mwenye elimu hiyo ambayo inatakiwa kwenye hiyo ajira, watairudisha ile ajira, utapeleka mkoa mwingine. Lakini utaratibu wa kuwaleta wote pamoja, hivi vyeti mlivyowapa mnavikagua, unasema hichi cheti chako original kabisa hichi, alafu baadaye unamuingiza kwenye mtihani wa dakika moja ndio mkoseshe mtoto ajira. Haiwezekani. Haiwezekani. Tuna wa stress watoto wetu. Hii si sawa. Wewe umekagua cheti chako, cheti cha ualimu mtu anasoma zaidi ya miaka 3. Yaani wewe unakuja kumpa mtihani wa dakika 2 unafuta yote haya. Masomo yote aliyosoma miaka 3 yanaonekana hayana maana kwa sababu ya mtihani wa dakika 2. Hii si sawa. Kama uwezo wetu tunaajiri watu 15, tuseme bwana ajira 15,000 tunazigawa katika halmashauri, nendeni muajiri bila kusumbua watu kuwajaza hapa. Wanakuja wanalala nje, watoto wa watu wanakuja na nauli za kukopa. Wakija hapa wanaishi maisha magumu sana, mheshimiwa mwenyekiti. Hii si sawa. Badala ya kuondoa kero tunazalisha kero. Hii inakuwa si sawa. Kwani ukisema kwamba tuna uwezo wa kuajiri watu 15,000, leteni vyetu ukavikagua ukawaajiri, si jambo limeisha? Sasa leo hivi unakuja unanipa mtihani wenyewe wa dakika 1, alafu huu mtihani wa dakika 1 unaniondolea sifa yote niliyosoma. Alafu huyo aliyefeli mwaka huu amekosa mwakani anafaulu. Hii inakuwa si sawa. Kwa hiyo lazima tuwatendee haki kabisa. Tuwatendee haki wananchi wetu.